wana one term MP, quarter term deputy president. Yani unadanganya watu mchana. Yani nao watu wanacheka hapo. Wanajua wewe ni conman. Wanajua wewe ni mtu wa vipindi. Wanajua wewe ndio huko wanataka hawa watu wao wapate anything. Wale wanabiashara wa Mlima, wale wanajua Rigiji, na wale wanajua wakati Rigiji alikuwa deputy president for those 2 years, wajitokeze wa confirm who is evil between Rigiji na Kasongo. Yes, wajitokeze. Wewe mwenyewe uliniita kwa ofisi yako, mimi mwenyewe. Sasa wacha mtu mwingine. Ukanionyesha list mrefu ya ile watu walikuwa wanataka tufute kazi. Ukaniambia nikusaidie kwa rais, tufukuza hao Wakikuyu walitotesa, sijui walifanya nini. Mimi nikakukataza mapema na nikakwambia Rigiji, tukienda hii barabara tutapotea. Sasa wewe zaidi unasema ati rais alikuambia nini? Ati alisema watu wa Mlima wasifanye nini? You can ask even mtu mwenye aoni kibofu. Na hawa wasapere wenye walikuwa wanajua, wale wanabiashara wanakujua vizuri. They can tell between you na William Ruto. Quarter term, Mungu kweli alikujalia usiaendelea kwa sababu wewe you are an evil wa society, wa inchi, hata wa kijiji. Na unaongea uongo kabisa, unajaza mdomo mpaka kuna watu wanacheka hapo. Ati tukachoma mahindi. Tukafanya nini? Those wenye wanajua William Ruto across, ni mtu anaweza kukuchukua kama ndugu yake, hata kupeleka kwake. Kweli mnaweza kuwa mlichoma mahindi, lakini hiyo sio story. Yani ni mtu mgarimu. Quarter term, wewe umekuwa mzee, you are over 60. Wacha kutumia uongo ndogo. Kuna mauongo haifai, hata watoto wa 25 hawezi ongea. Yani una frame story. Hata hao wako hapo 90% anajua huyu hayuko sawa. That's why you are quarter term. Na ukiongea uongo, ongeanga uongo karibu na ukweli. Yani tafutanga uongo karibu na ukweli. Wewe ni mtu blalafaka. Na mimi nakwambia kila siku wewe Mr. Dorcas, Mr. Quarter term, one term MP, hautawahi hata kuwa chief. Hiyo vitu yote unafanya, hii vitu yote tunatafuta. Hata hii yangu ya mbunge hii ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya binadamu. Utaenda kufika mahali itakuwa mapenzi ya Mungu, utakuwa umefanya part yako. Lakini nakuhurumia sana kwa sababu wewe ni muongo. Na wewe ni muongo, yani ila ujinga. Na nilikukataza hizi vitu mapema. Na ungenisikiza tu, hata kama wananitanga standard tu. Mimi ndio nilikuwa consultant yako ukiomba deputy president, ukapata deputy president, mpaka ukienda nyumbani. Ile mkutano nilifanya wewe na wewe ya mwisho 1 week before ndio uende nyumbani. That's why uko home. Wewe ni mtu blala fucking sana. Nakuhurumia sana. So mimi nikwambie number 2, why we have a problem with William Ruto. Ametangaza vita na watu ya Mlima ya kiuchumi. Aliambia mimi, tulikuwa kwake shambani Kirigoris, tulikuwa na Kibani Ichung'wa na Ndindi Nyoro na mimi kiwa naibu wake, tulikuwa tunaelewana hapo mbeleni. Akatuweka kwa gari, akatuzungusha kwa shamba yake hapo Kirigoris, akitudanganya. Sasa wewe Rigiji, unajua utazeeka, wacha nikutafutie shamba hapa ukue jirani, ndio tukistaafu tukue tunatembeleana. Hata hivi vijana wewe tulitae na wewe tuachie hao vijana. So wewe Ichung'wa takutafutia eka ya 100, wewe Ndindi 100, wewe Rigiji 300, muweke manyumba hapa tukue majirani tukiritaya. Uongo tu, yule namwangalia tu. Mimi nilikuwa nimemsoma haraka. Nikaona Ichung'wa anafurahi, Ndindi anafurahi. Na hapo ndiye alianza kudanganya hao vijana wawili. That is where he started cheating them. That ya kwamba ataniambia mimi tulitae na yeye ati hivi vijana wachukue. He started appetizing them, kuwaleta karibu ya kwamba wanaweza kuwa somebody in Kenya. Mimi namwangalia tu. Simezunguka wa shamba, nimeambiwa wewe Rigiji, nitakutafutia 300 pale hectares, wewe Nyoro. Okay.
Tumeenda pale kwake, ameweka moto na mahindi tunachoma hapo. Sasa tukiwa hapo kwa moto, akasema, hapo ndio mimi nilishangaa. That is where now I knew we are in trouble as a community. Akasema, wewe Rigiji, wewe Joro, wewe Nchogo, listen here. If you ever became president, you don't allow a community to have numbers and also have wealth at the same time, because watakuangaisha. So if you are president na community ni kubwa, ni jukumu lako uhakikishe hawana mali. Wewe Rigiji, unasikia? Mimi unajua I'm shocked. Nikashidwa, amesahau sisi ni wa Kikuyu ama ananiambia makusudi. I am still debating. Mimi sikulala. Tukapewa kila mtu nyumba. I did not sleep the whole night. Nilikuwa nauliza asubuhi itafika saa ngapi niende. Hao vijana yangu wote wawili wanapiga makofi. Ndio kabisa rais. Either they did not understand what he was telling me, and that is what now has happened. He will not allow the mountain people to have wealth.